karibu tena. Mkutano uliopangwa na kundi la upinzani nchini Sudan maarufu kama Rapid Support Forces yani RSF humu nchini umeahirishwa. Hii ni baada ya Wizara ya Masuala ya Kigeni katika taifa hilo kushutumu vikali hatua ya Kenya kuruhusu kundi hilo kuandaa mkutano huo humu nchini. Kupitia barua rasmi, Sudan inasema hatua hiyo ni sawa na Kenya kuunga mkono kuundwa kwa serikali mbadala ya Sudan na kuwa imekiuka sheria za kimataifa, ikitaja kundi hilo kama la kigaidi na kuwa limehusika na machafuko nchini humo. Vera Mora ametuandalia taarifa ifuatayo. Mkutano uliopangwa na kundi la upinzani la taifa la Sudan maarufu kama Rapid Support Forces RSF katika jumba la mikutano la KICC uliahirishwa na kupelekwa katika hoteli moja ya binafsi humu nchini na hatimaye kufutiliwa mbali. Ishara kuwa uhasama wa kidiplomasia unaonukia kati ya taifa la Kenya na jirani yake Sudan kufuatia hatua ya Kenya kuruhusu kundi hilo kuandaa mkutano wa kutia saini mkataba wa amani na vyama vya upinzani vinavyodaiwa vilipitia mateso huko Sudan huenda umechangia kutokuwepo kwa mkutano huo. Kupitia barua rasmi, Wizara ya Masuala ya Kigeni ya Sudan ilisuta Kenya vikali, ikisema imekiuka sheria ya kimataifa na ujirani mwema na kuwa matendo hayo yana maana Kenya inaunga mkono kundi hilo kuandaa serikali mbadala Sudan. Na vilevile waziri huyo alidokeza kuwa kuwapa hifadhi viongozi wa kundi hilo la kigaidi kwa kuwaruhusu kueneza propaganda huku wakiendeleza mauaji ya raia, kuwabaka wanawake, kuna maana Kenya inaunga mkono maovu haya. RSF na vyama vingine vya upinzani kutoka Sudan vimetia hema jijini Nairobi ambako wanashikilia dhamira ya mkutano wao ni kutathmini hali Sudan. The coming 2-3 days, absolutely the Sudanese people will discuss different areas, different principles that will unify Sudan, will bring peace to Sudan, will address the humanitarian challenges in Sudan. And therefore, we would like to extend our thankful and gratitude to the people of Kenya, to the government of Kenya. Kundi hili linatarajiwa kuandaa mkutano wao na kuhutubia waandishi wa habari humu nchini Kenya, ila makundi ya kisiasa ya upinzani tayari yamekosoa uamuzi huo. And it is an embarrassment knowing the kind of brains we have that have guided us in the past in terms of foreign policy that give us a lot of respect internationally. We were respected and feared as a country that knew what we wanted to do, where we wanted to go, and how. As it is today, if you ask any person sitting for an exam to write about the Kenyan foreign policy, ataaguka ama apite. Kilio cha Sudan huenda kichangie katika kuzidi kutia doa sifa ya Kenya, hususan kidiplomasia. Vera Mora, KTN.